Hata rais wa Ufaransa alipoomba kurejesha majeshi yake kama sehemu ya uhusiano mzuri, Traore alisema, una uhusiano na Marekani na Brazil, vipi huko pia kuna majeshi yako? Juzi tu Captain Ibrahim Traore amenunua zaidi ya greda 1000 na magari mengine mbalimbali ili kusaidia juhudi za ujenzi wa barabara kote nchini Burkina Faso. Captain Ibrahim Traore alikabidhi rasmi vifaa hivyo kwa timu zinazohusika na kuendeleza na kutunza miundombinu ya barabara ya taifa hilo. Katika hotuba yake, Traore alisisitiza haja ya dharura ya barabara bora za kutoka shambani hadi sokoni, akisisitiza kuwa barabara bora zitawezesha wakulima kusafirisha mazao yao hadi mijini kwa ufanisi zaidi na bila kuharibika. Uwekezaji huu mkubwa katika maendeleo ya taifa unakuja licha ya shutuma za zamani kutoka kwa Jenerali Michael Lanley ambaye alidai kuwa Traore alikuwa akitumia vibaya hazina ya dhahabu ya nchi kwa manufaa yake binafsi. Captain Ibrahim Traore, nje ya maendeleo makubwa aliyoyafanya, anachukiwa zaidi kwa kuzuia rasilimali za nje kutoka na kuagiza bidhaa ambazo hata nchi yake inaweza kuzalisha. Mfano, Burkina Faso sasa hivi hakuna kuagiza mitumba kwa sababu wana kiwanda hicho. Kwa wanasheria na majaji, hakuna kuvaa mavazi yenye asili ya Uingereza kwenye mahakama ama yenye asili ya Ufaransa katika mahakama hizo. Zaidi, majaji huvaa mavazi ya asili yaliyotengenezwa nchini Burkina Faso. Kisa kingine kilichomwongezea maadui Captain Ibrahim Traore ni baada ya kukataa mwaliko wa Donald Trump ikulu ya Marekani, japo hakuweka wazi sababu, ila ilihisiwa ni za kiusalama. Alikataa ofa ya Saudi Arabia kujenga misikiti 200 nchini humo na kutaka pesa hizo ziwekezwe vitu vingine ili kusaidia watu wa Burkina Faso na sio Waislamu pekee. Ukiachana na wanafunzi wa vyuo kulipwa hadi watakapopata kazi, lakini pia Ibrahim Traore alitangaza kuwa nchini Burkina Faso elimu itatolewa bure bila malipo kuanzia chekechea hadi ngazi ya chuo kikuu. Hili lilileta shangwe kubwa nchini Burkina Faso. Pamoja na mengi mazuri aliyoyafanya Traore, wapinzani wake kutoka nchi za magharibi wanajaribu kumtia madoa kwa kumtuhumu kwa ufisadi na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, lakini mashahidi wengi wa hali halisi wanamsifu kwa ujasiri wake wa kukabiliana na mamlaka za kigeni. Kwa mfano, wakulima wa mkoa wa Sahel wamesema kuwa kwa mara ya kwanza kwa muda wa miaka 30 serikali imewapa bei mwafaka ya mazao bila kuingiliwa na makampuni ya kigeni. Madoa hayo yanayowekwa na mataifa ya nje katika mazingira ya hatari. Wakazi wa Wagadugu wamekuwa wakishiriki katika maandamano ya kila siku ya kumuunga mkono Traore, wakiimba nyimbo za kisiasa zinazosifu mapinduzi ya kijamii. Viongozi wa vikundi vya kiraia wamesema kuwa maandamano haya siyo ya kiserikali, bali yameanzishwa na wananchi wenyewe kwa hiari yao, kwa kujisikia kwamba kwa mara ya kwanza kiongozi wao anawakilisha matakwa yao. Ufaransa imekuwa ikijaribu kutumia vyombo vya habari vya kimataifa kudhoofisha uongozi wa Traore, ikiwa na habari za kupigwa kwa watu wa kabila fulani na kukosa haki, lakini hizi zimeshindwa kudhibitika na mashirika ya haki za kibinadamu. Kinyume chake, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa idadi ya watu wanaokimbia vita nchini Burkina Faso imepungua kwa 40% tangu Traore alipochukua madaraka. Kwa sasa Urusi imekuwa ikiwaelimisha wanajeshi wa Burkina Faso juu ya mbinu za kivita za kisasa, ikiwemo matumizi ya drones na teknolojia ya kuvunja mifumo ya elektroniki ya maadui. Mafunzo haya yanaendelea katika kambi za jeshi huko Fada, Ngoma na Bobo Dioulasso, na yamekuwa na athari
ya kuongeza morali kwa wanajeshi.